Jina langu ni Erasto Yohana Sima, mkuu wa wilaya ya Bukoba. Mimi niendelee kuasa wananchi wote. Tuadhimishe maadhimisho haya kwa amani na utulivu katika maeneo yetu. Tumeanza toka jana ile Ijumaa Kuu imekwenda vizuri, na kuanzia Alhamisi Kuu ya juzi na jana Ijumaa Kuu, na wilaya imeendelea kuwa salama. Kama wilaya tumeendelea kuimarisha usalama wote katika maeneo mbalimbali. Niendelee kuasa wananchi wote. Tuzisherekee sherehe hizi kwa amani. Asitokee mtu yote akawa chanzo cha vurugu katika eneo letu. Tutakuwa na shughuli za kifamilia katika nyumba zetu. Tutakwenda katika maeneo ya starehe, lakini tutakuwa na maeneo mbalimbali ya matembezi. Kila sehemu tutakapokwenda tuzingatie amani katika maeneo hayo. Tusiwe watu wa vurugu, tusiwe watu wa kusababisha vurugu katika maeneo hayo. Najua tutaenda kwenye ibada mbalimbali katika mikesha itakayokuwepo. Wenzetu wa usalama wametembea wako katika maeneo hayo yote kuangalia kwamba shughuli zinakwenda vizuri. Kwa hiyo ieleweke kwamba hata katika maeneo nyumba za kuabudia, maeneo ya starehe, kama kuna vurugu zitatokea, watu hao wataingia katika mkono wa sheria. Watachukuliwa na kuwajibika kwa vile ambavyo watakuwa wamevisababisha. Kwa hiyo mimi niendelee kutoa wito. Tunapokwenda kwenye shughuli hizo, tufanye shughuli tu kwa amani katika maeneo yote. Lakini pia imekuwa kawaida na hasa watoto na vijana mbalimbali kutembelea maeneo ya fukwe zetu za ziwa siku za sherehe kama hizi. Na hasa kuanzia saa 7, saa 8 mchana watu wanakuwa katika maeneo hayo ya pembezoni mwa ziwa. Niendelee kuwaasa. Ni maeneo mazuri, ni maeneo ambayo pia wanapata burudani mbalimbali, hewa nzuri, ni sehemu ambazo ni safi. Cha kwanza tusichafue hayo maeneo. Tunapoenda na vifaa vyetu tuondoke navyo. Lakini sio sehemu ambavyo tunasababisha uchafu wa aina yote katika maeneo hayo. Lakini pia niendelee kuasa wazazi. Tunaacha watoto wadogo wanakwenda peke yao katika maeneo hayo ya ziwa bila uangalizi wa watu wazima au vijana wenye wazima ambao wanaweza kuwasimamia hao watoto. Sasa tukienda kule, wakienda ziwani pia wanakwenda kuanza kuogelea, wanakwenda katika maji marefu. Sasa ni shida. Tusisababishe vifo katika kipindi hichi cha Pasaka. Kwa hiyo watoto wote wanaokwenda ziwani wao wana waangalizi pia wa kuangalia. Kama watoto wameamua kuogelea ziwani pia kuwepo na watu wa kuwasimamia katika maeneo hayo. Lakini pia wanapokuwepo kule, ifikapo saa 12 jioni waanze kutoka katika maeneo ya ziwa. Hatutaruhusu watu usiku kuendelea kuwepo katika maeneo ya ziwa. Na ikifika saa 12:30 jioni, watu wetu wa usalama, jeshi la polisi, lakini jeshi la zimamoto na uokoaji watapita katika maeneo kuendelea kuwatoa hao watu. Kwa hiyo ieleweke kwamba hatuna sehemu za kukaa mpaka usiku huko ziwani. Katika kipindi hichi lazima tuendelee kudhibiti. Inapofika saa 12:30 jioni watu waondoke kwenye sehemu hizo. Kama mtu anapenda kukaa katika sehemu hizo, ziko sehemu ambazo ziko maalum. Kuna Sunrise Hoteli, kuna hoteli zingine kama Bunena kule, kuna Eco Beach. Ni maeneo pia ni pembezoni mwa ziwa, lakini maeneo pia yenye uangalifu, yana watu ambao pia wanaweza wakazuia kama kuna shida yote inayotokea. Lakini maeneo tu ya fukwe haya mengine ambayo hayana uangalizi huo, hatutaruhusu maeneo hayo. Lakini pia katika kumbi za starehe pia ziko kumbi ambazo zinakuwa zinapitisha masaa mpaka usiku sana. Yako maeneo yaliyoruhusiwa ambaye pia na udhibiti mzuri. Hayo yataendelea kwa maana wana vibali hivyo. Lakini kokote ambako hakuna vibali tuendelee kuangalia kutumia ule muda unaotakiwa. Lakini kikubwa sana tusiwe na vurugu. Na niwatoe wito kwa watu wote wanaomiliki mahoteli makubwa, baa mbalimbali, maeneo ya starehe. Na wenyewe pia na kamati zao za ulinzi katika maeneo hayo. Ziko shida ambazo wanaweza kumaliza wenyewe. Iko ile tu wahudumu kubishana na wateja au wateja kubishana na wahudumu. Mteja amehudumiwa anaanza kukataa kulipa huduma ile aliyosaidiwa pale, zinaanza vurugu. Sasa hoteli zote pia niendelee kutoa wito. Maeneo yote ya starehe pia, maeneo ya burudani yawe na uangalizi huo. Lakini katika nyumba zote za ibada pia maaskari wetu watakuwepo kuanzia asubuhi na mida yote ya ibada watakuwepo. Kwa hiyo tuwapokee vizuri, watakuwepo magetini, watakuwepo kuangalia hali inavyoendelea. Hawatakuwa wanawatisha, lakini katika kuangalia tu hali ya usalama katika nyumba zote za ibada. Lakini pamoja na swala la wito huo kuishi kwa amani na kusherehekea vitu vizuri katika maeneo yetu, mimi nitoe wito pia maalum kwa ajili ya Pasaka hii kwa mwaka huu 2025. Katika wilaya yetu ya Bukoba, wimbi la ubakaji na ulawiti limekuwa likiongezeka. Na hasa waathirika wakubwa wamekuwa ni watoto wadogo.
watoto wa shule za msingi na kidogo wa sekondari. Niendelee kusihi familia zote, tuangalie sana watoto wetu. Wako watoto wanapata manyanyaso makubwa, wanapata vitendo vya ukatili vya namna hiyo, lakini wanakuwa wagumu kutoa hizo taarifa, aidha kwa woga kwa wazazi wao, kwa walezi wao. Sasa kibaya zaidi, baadhi ya wazazi pia wamekuwa chanzo cha ukatili huo wa kijinsia kwa watoto wao. Niendelee kutoa wito, na hasa kina mama katika nyumba zetu, kama kuna ugomvi wowote wa mume na mke, hebu kina mama tuangalie sana watoto. Ziko baadhi ya familia ambazo zimekuwa na ugomvi wa namna hiyo, lakini wakati mwingine mama tu anawacha watoto wanakuwa wanaishi na baba. Sasa kina baba wote sio waaminifu pia, lakini wako kina baba waaminifu, wanatunza vizuri watoto wao, lakini wako kina baba ambaye sio waaminifu. Tunazo kesi kadhaa ambazo kina baba wenyewe wamekuwa mwiba mbaya kwa watoto wao kuwazaa, kuwapiga sana, lakini pia kuwafanyia vitendo vingine vya kikatili ambavyo sio vizuri sana. Na wakati mwingine inasikitisha sana kuvielezea vitendo hivyo. Vile ambavyo tayari viko kwenye jeshi letu la polisi na vyombo vyote vya usalama, ni mahakama, vinaendelea kushughulikiwa. Sasa nitoe wito kwenye Pasaka hii, kwenye mapumziko haya, lakini na pia hata baada ya mapumziko, familia zote, wazazi, baba, mama, walezi wa watoto wetu, hebu tuangalie sana. Na mimi niendelee kutoa wito, na baada ya kuisha sherehe hizi pia, kwa sababu imeshaonekana kwamba watoto ndio wagumu kutoa taarifa, tutapita mashuleni na kwenye taasisi zetu za watoto kuendelea kuwaeleza. Tutawapa elimu nzuri, kwa maana kama kuna ukatili unaendelea wa kijinsia anafanyiwa, atoe taarifa. Inasikitisha sana, tunao watu tunawashikilia wamekuwa mwiba sana kwa watoto wao. Sheria itaendelea kuchukua mkondo. Kwa hiyo niendelee kutoa wito kwamba tuishi kwa amani, tuwatunze watoto wetu, lakini mara kwa mara tuwafuatilie. Kina mama, tukague watoto wetu, watoto wakague, na hasa mabinti, watoto hata watoto wa kiume pia wamekuwa wakifanywa vitendo vibaya, tuwe tunawakagua pia. Wakati mwingine wamefikia umri ambao watoto wanaoga wenyewe, wanajivalisha wenyewe, lakini wakati mwingine tujaribu kukagua watoto wetu. Unaweza kuona mtu anaishi tu vizuri, kumbe anaathirika sana. Kibaya zaidi, unaweza kuwa haathiriki nyumbani, lakini hata huko anapoenda kwenye taasisi yake, shule ya msingi au sekondari, kumbe anapata shida kule kule shuleni, akawa anashindwa kukueleza. Sasa wakati mwingine haya ya kifamilia yanaendelea nyumbani, sisi tutakuwa tuna ulinzi huko, tutalinda bichi, tutalinda mitani, wakati mwingine tutalinda sehemu hizo. Lakini ndani ya familia sasa hatuwezi kulinda mpaka kwenye familia ndani. Haya yanakuwa ya ndani sana. Kwa hiyo nitoe wito. Ofisi yangu pia iko wazi. Mwananchi yoyote kama ana taarifa ya mtoto fulani kunyanyaswa kijinsia, aje atoe taarifa ofisini kwetu. Sisi tutashughulikia hiyo taarifa, tutaifanyia kazi na tutachukua hatua kwa yule ambaye atakuwa anahusika, lakini bila kumtaja aliyeleta taarifa. Tuiache kitanduga au tutoe taarifa. Tukitoa taarifa, sisi tumesha hapa vizuri kushughulikia taarifa yote ambayo tutakuwa tumeipata. Tutakuwa na usiri mkubwa kwenye hizo taarifa. Tutazishughulikia kwa haraka ili Bukoba yetu iendelee kuwa na amani. Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameshatoa wito nchi iendelee kuwa salama, na tusherehekee sherehe hizi kwa usalama zaidi. Na sisi tuliokabidhiwa maeneo yetu lazima tuwasisitize pia. Jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais anapenda nchi ya Tanzania iendelee kuwa na amani, itekeleze sherehe hizi vizuri, ndivyo ambavyo na sisi kwenye vipande vyetu tuendelee kuongea hivyo. Leo Bukoba tukikaa kwa amani na wilaya zingine, nchi nzima itakuwa na amani. Lakini maeneo mengine kusipokuwa na amani, alafu Bukoba yenyewe tu itakuwa hatuna amani, tutakuwa tunaribu tasifa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tushirikiane, tutoe taarifa, na tutakuwa tayari kushughulikia taarifa zote na kwa siri, ili vitendo hivyo visiendelee. Ninawashukuru sana.